kondoo. Kwa nini? Nani alitoa ruhusa ikusanywe vitabu ya manabii? Twende vitu 26:1 anasema Al-Karim. Iseme. Inasema inasema nini? Qasimim. Naam. Hizi ni nini? Ni aya za nini? Za kitabu kinacho kielezacho kila kitu katika dini. Asi hata tuhitaji vitabu zingine, kwa hivyo usisumbuke sana. Kila kitu imeelezwa. Nani ameelezea? 39:1 inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam, ama 32 utakayofika kwanza. Twende. Inasema sura yake aya yake ya kwanza kwenye 32 nimefika. Naam. Sura As-Sajda. Changamka. Alif Lam Mim. Naam. Inasema uteremsho wa kitabu hiki. Uteremsho wa kitabu hiki cha Qur'ani kiinue wakione bana. Hiki kimefanya nini? Na hiki pia. Yote hakina shaka kuwa kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Alafu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo ametueleza ya Qur'ani imeandikwa kwa Biblia. Ati aliangalia huko ndo akope akaweka huko. Wewe unajua kuna mambo tumeelezwa hata Biblia mkikaa miaka 20 ya mwezi jua. Usipoongelelea Hawa hapa sikai na raha. Ai Hawa nitakosaje? 23 ndio Qur'ani. Twende vitu. Tulielezewa namna walivyoombwa, namna ilivyokuwa. Nitakuelezea kila kitu. 23:11. Sikia Qur'an, sikia information. Biblia inakuambia watu waliumbwa, kulikuwa na mwanaume na mwanamke, wakapatiwa watoto wakazaa. Lakini Qur'an ikija kuna vitu ambavyo inakuelezea step by step vile unavyoumbwa ndani ya tumbo ya mama yako. Unafikiria Biblia iko nayo hiyo? Itoe wapi? Na si wahi. Hiyo ni wahi peke yake. Na wakati ambao inaelezea maneno hayo hakuna microscope, hakuna mwanasayansi hata moja. Na alisema ni nabii ummi asiyejua kusoma wala kuandika. Sikia mafundisho anayofundisha alafu niambie alitoa wapi. Twende vitu. Iseme. Anasema imekopi Biblia. Hakuna kwa Biblia. Hebu tuambie kama hii iko. Kisha tukamuumba binadamu kwa tone la manii. Sikiza, hiyo tone la manii lilifanyika nini? Mbegu ya uzazi iliyowekwa katika mfuko yaliyohifadhika. Baada ya siku 24 inakuwa baada ya siku 40. Kisha tukalifanya tone hilo pande la damu. Linabadilika, inafanywa mudghatan. Endelea. Kisha tukalifanya pande la nyama. Kisha hiyo mudghatan inafanywa ikuwa lahma. Kisha tukalifanya mifupa hiyo iwe tukaivika nyama. Ikavikwa nyama. Kisha tukamfanya kiumbe kingine. Nani hii inaelezewa vile kiumbe anaumbwa ndani ya tumbo ya mama yake kabla ya kuzaliwa. Wewe unakuja tu kuambiwa kwamba vile mtu alizaliwa, mtu wa kwanza ameumbwa, alafu unasema ndio kitabu ya Mwenyezi Mungu. Alafu huyu amekopi, anaweza kopi vitu ambao hakuna hata kwa hiyo kitabu. Wewe unakopi kitu ambacho hakuna huko. Kwa hivyo hiyo ni hoja dhaifu na imekufa kifo cha mende. Kitu ambayo inaleta shida kwamba Qur'ani sura 4 aya ya kwanza, aya ya Nas, ni aya sura ya 49 aya yake 13. Asante sana. Enyi watu. Anasema ati kama hatungesoma Biblia hatungemjua Hawa. Wewe. Yaani ndio sisi saa zingine huwa anadanganya kwa sababu amelazimishwa, ama anadanganya kwa sababu hajui elimu yake ni ndogo, ama ni kwa sababu gani sielewi, lakini najua kwa Qur'ani tumeelezewa ni tabia ya ahlul kitab. Soma. Enyi watu. Sijui kama ni mtu huyo. Enyi watu ya ayuhan nas. Enyi watu. Kwa hakika. Nimekumbeni nyote. Kwa nani? Kwa yule mwanamume mmoja Adamu. Na nani? Na yule mwanamke mmoja. Nani? Hawa. Unasoma kitabu gani? Qur'ani. Sasa mbona unasema lazima takbir? Wewe acha kubadilisha jazba nyingi. Tafuta wale wasijua Uislamu ndio wababaishe. Na elimu yako ndogo sana kubabaisha mtu ambaye anafahamu Uislamu. Nani aliyoandika? Twende Qur'ani. Barwani nipigie vizuri sura ya 2 aya yake 183. Ati Qur'ani hii iliyoko hapa hivi haijaandikwa, na kama imeandikwa si ya Muhammad. Wewe unaongea vitu ambavyo uelewi. Si ndio shida ya elimu ndogo sasa. Twende sasa 183. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Enyi mlioamini. Safi. Mmeandikiwa saumu. Tumefanyaje? Tumeandikiwa saumu. Kama walivyoandikiwa walio kabla yenu. Naam. Ili mpate kuwa wacha Mungu. Tupigie ufafanuzi wake. Inaendelea kusema kwenye ufafanuzi. Naam. Na kama tulivyokueleza katika sheria. Kumbe ni sheria ndio inaandikwa, inaelezwa katika sheria kwamba kwa ajili ya maslahi ya jamii. Kwa ajili ya maslahi ya jamii. Na kadhalika. Tumeweka sheria
saumu. Kufanya nini? Ili kuzitengeneza nyoyo za binadamu. Ili kuzitengeneza nyoyo za binadamu. Na hii ni amri aliyoandika. Ati nini? Hii ni amri aliyoandika. Nani? Mwenyezi Mungu. Takbir. Unataka nini nyingine? Ndio hiyo imeandikwa. Na aliandika ni nani? Mwenyezi Mungu. Jalla jalalu mwenyewe. Ulifikiria nitakupeleka kwa malaika sio? Inaendelea kusema. Iseme nini? Baadhi ya watu wenye nyoyo ngumu. Wenye nyoyo ngumu. Ufanya nini? Wanazipinga hizi aya za Qur'ani kwa ajili ya maslahi yao. Qur'ani sura ya 2 aya 96. Hiyo hapo baruani 90 adui. Nasema 97. Mwenyezi Mungu alivyoiandika alimpatia nani amletee mtume wake. Twende alafu nirudi katika ile aya ya kusema kwamba makaratasi. Tungeenda hiyo tumwachie akuje aitoe kwanza. Hii nataka nipige maelezo yake kwa sababu bila yeye hataishi. Hana ingine kumalizie hii atapata ya kusoma, mwachie akuje asome. Wacha tu nimalizie tu. Iseme. 97. Na nimekutetea bwana. Sina sabe anasema hivi. Unamtetea nini kwani ulibatiza? Sema. Twende. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Jibril. Wewe ukimfanyia uadui Jibrili, basi hauna nini? Huyo ndiye aliyeteremsha hii Qur'ani. Haitadhuru chochote kwa sababu huyo Jibril ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Aliteremsha wapi? Inasema katika kifua cha mtume moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Nipigie sasa ufafanuzi. Inasema ufafanuzi wake. Na baadhi yao wanadai ya kuwa nini? Wanapinga utume, wanakataa kitabu cha mtume Muhammad. Safi. Kwa kuwa eti wao ni maadui wa Jibril. Kuna Jibrili anayekufikishia hiki kitabu cha Qur'ani. Basi sema ewe Nabii Muhammad. Safi. Uambie anayekuwa ni adui wake Jibril. Basi vile huyo ni adui wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Jibril haji na kitabu hiki ila kwa nafsi yake, bali amekiteremsha kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kuja useme huyo adui ndio ameteremsha, na ushakuelezea kabisa ni Jibril, tena kwa idhini ya Allah. Na ukisoma umalize aya, anasema hakuna unabii yote imetajwa wa Qur'ani ambayo imetimia. Kwanza mimi nakutolea latest ile inaendelea Gaza, Qur'ani sura ya 17 aya 7. Unaona ni jaribu nini wewe? Inasema sikiliza hiyo. Sikiza, ilitabiriwa Wayahudi watafanya ufisadi sana ndani ya Gaza na kuua watoto wadogo na wamama kwa ajili ya ile msikiti, na Allah subhanahu wa ta'ala alituelezea zamani tuana vitu. Inasema wewe nakwambia ukija hapa toa hoja ya maana, usije ukababaisha kwa sababu hapo uko ndani ya Texas. Twende. Inasema iseme aya 7 inasema basi mkifanya wema mnajifanyia wema nafsini mwenu, shuka, na mkifanya ubaya mnajifanyia wenyewe. Endelea. Na itakapofika ahadi, ati itakapo fika ahadi, rudia ahadi aliyosema mtume Muhammad kwamba katika malipo yenu ya uharibifu mwishowe safi tukakuleteni watu wenye nguvu vile. Inaendelea kusema sawa, kama mlivyofanya uharibifu mara ya kwanza, kama mara ya kwanza walivyofanya uharibifu mara ya pili, na mara ya pili, na mara ya pili tena, rudi tena kufanya uharibifu ya mauaji. Waislamu wamerudi hawajarudi? Qur'ani imetimia haijatimia? Hata simu ya Ndacha inajua hiyo. Sasa nini? Anaona. Kwa nini Ndacha huwa anasema hivi? Kwa nini? Qur'ani sura ya 3 aya 68. Inasema 79 al-Karim. 379. Vizuri sana. Kwa nini anafanya mambo haya? Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Safi. Bismillahir rahmanir rahim. 79 nimefika mwalimu wangu. Inasema hivi. Haiwi kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa kitabu na hukumu. Wewe 379 niko hapo 71 zamani 69 inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Baadhi ya waliopewa kitabu wanapenda kufanya nini? Wakupotezeni. Safi. Lakini nataka hawapotezi ila nafsi zao. Enyi mliopewa kitabu, safi, mbona mnazikataa aya za Mwenyezi Mungu? Sawa. Hali ya kuwa mnafanya nini? Mnajua kuwa ndiyo haki. Mnajua kuwa ni haki, mbona mnaikataa? Enyi mliopewa kitabu, mbona? Enyi mliopewa kitabu, safi, mbona mnachanganya haki na batili?
batili, lima talbisuna alhaqa bilbatil, mnaficha haki wa taktumuna alhaqa, hali mnajua, na hali mnajua. Inaendelea kusema na baadhi ya wale waliopewa kitabu ufanya nini? Walisema kwamba tosha, nende kwenye Biblia sasa. Kwa nini sisi tunakataa? Na tukatai kwa sababu tunakataa, tunawapinga ama tunachukia. Sisi ni kwa sababu ya hoja zilizomo ndani ya Biblia ndo tunakataa. Mwenyezi Mungu akiwapea manabii wake kitabu, Qur'ani aliteremsha iwe hakimu, ina hukumu. Hii iko sawa, hii haiko sawa. Hii kwa hivi, hii iko hivi. Ndio maana kitabu moja na inatosha. Imetuambia hii iko sawa. Nane kitabu cha Yeremia. Inasema nani alileta hii mushkila yote? Mwasemaje? Sisi. Mwasemaje? Sisi tuna akili. Na nini? Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Unasemaje sisi ndio tuko na Torati ya Mungu? Lakini tazama kalamu. Tazama kalamu yenye uongo ya nani? Ya uandishi imeifanya Torati kuwa uongo. Ameifanya Torati kuwa uongo. 4:10 Yeremia baba, 4:10 Yeremia, nataka unisomee. Changamka. Kwa sababu wanasema Waislamu tumeruhusiwa kuongea uongo, kudanganya na nini. Lakini labda unaona mambo yenyewe Mungu mwenyewe ndio inatoka kutoka kwake, utakubaliana nao vipi? Twende 4:10. Nami nikasema Bwana Mungu. Akasema ewe Mungu, hakika wewe Mungu umefanya nini? Umewadanganya sana. Sasa Mungu tena anadanganya kweli? Watu hawa. Ukileta hii tunakwambia hii si ya Mwenyezi Mungu. Hii hapana. Hii imebadilishwa. Waandishi wamekuongezea. Kwa sababu gani? Tuko na Qur'ani ambayo ndio ina hukumu. Inakwambia Musa alikuwa na kitabu kimoja. Hizi zingine mmejiletea wenyewe. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah. Takbir. Hii sauti haijafika hata mahali. Hebu tutayarishe koo vizuri. Kwanza imefika hiyo ujumbe, umefika ama hujafika? Umefika hujafika? Haya Waislamu, nataka tupige takbir moja. Hii nataka ifike. Hii nataka hii takbir sauti insha Allah ipokelewe na malaika wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunamtangaza Mwenyezi Mungu, na pili ujumbe ufike mbali. Kwa hiyo tutayarishe koo inshallah kwa ajili ya Allah. Wazee wamekauka koo hapa kwa ajili ya Allah, kwa hivyo uleteni maji kidogo. Waislamu takbir. Kijana huyu nafikiri tumemsikiliza vizuri na amefunika magugu. Sasa tunawapea Wakristo dakika 10 waje. Kwa hizi dakika 10 labda watakuwa wamebadilisha msimamo, sijui. Waje watueleze. Unajua Mwenyezi Mungu anaweza akafanya nini? Akabadilisha nyoyo za watu, si ni kweli? Huenda labda wakabadilisha nyoyo. Naona anakuja mchungaji hapa Onyango kwa dakika 10 aweze kuizungumzia imada kati ya Biblia na Qur'ani. Kipi kitabu cha Mungu? Karibu sana mchungaji kwa dakika zako 10. Songa hivi kidogo sababu ya hii speaker speak. Aya, 1 2 sawa. Wakristo Bwana asifiwe. Amen. Kwanza mimi nimekaa pale nimetulia, na kuna baadhi ya sarakasi nimesikia, naomba msikize kwa makini. Mwenyekiti, kelele nyuma itulia hapo tafadhali. Akijana alianza na salamu ya kubusu, akasahau Muhammad anabusu sana. Lulu Marijana hadithi iko pale, sitasoma pembeni. Hebu nipatie Yohana 20:19. Hii salamu ya amani Waislamu likopi, si yenu, imekuwa na Wayahudi tangu miaka. Shalom. Nyinyi mmekuja kukopi juzi. Unaona ndugu zangu, alafu atabaki historia yetu. Soma, changamka. Yohana 20:19 dakika 10 Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Safi. Wale walipokuwa wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, nini? Amani iwe kwenu. Sasa kati ya Yesu na Muhammad nani alikuwa mwenzake? Amani iwe kwenu. Yeye imekufa chamende. Amerudi na anza mahali alimalizia. Yeremia 8:8 ametoa. Akasema, mwasemaje sisi tuna akili? Na pale kuna koma. Nilisikia huyu, na kwanza tulikuwa tunamtaka huyu Simba wa Dawa ndiye angekuja hapa. Juzi amefundisha akasema, ukiona dot ina maana the statement is complete. Sawa Ukiona kitu kinakaa kama mkia koma ina maana una pause kidogo. Ukiona masikio maana yake ni question
Mark, sawa Kabisa. Ukiona hii mstari ni alama ya mshangao. Mbona msomaji wako hajaweka soma? Inasema 8 changamka. Wasemaje? Sisi tuna akili. Sasa hajasema huna akili, ni swali linaulizwa. Mwasemaje sisi tuna akili Na torati ya Bwana ipo pamoja nasi. Safi. Lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Inafaa kama unajua Kiswahili jiulize, kufanya uongo maana yake ni kuwa. Jamani, tufunze Kiswahili hapa. Mimi nakufanya wewe kuwa mwizi na maana wewe ni mwizi. Kama ni hivyo basi msomaji tuulize Qur'ani. 15:91 soma. 15:91. Alafu akasema dibaja Biblia. Dibaja Qur'ani inakuja ndio mbaya zaidi, sikiza kwa makini inasema hivi. Safi. Ambao wameifanya Qur'ani. Subiri, yeye amesema ukisikia kufanya maana yake imeharibiwa, sawa Ndio. Twende kwenye Qur'ani ambao wameifanya Qur'ani kuwa nini? Mkusanyiko wa uongo. Maliza. Aliyokusanya Nabii Muhammad. Kisha akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ili ifanyike kuwa ni uongo. Mbona hujaambia watu hii kitabu ni cha uongo? Yeye ameweka pembeni. Imekufa kifo cha nene. Halas. Akaja kwenye dibaji ya Biblia. Kazi hii kwa rais. Dibaji ya Qur'an mesahau. Chukua Qur'an msomaji. Ninayo. Maelezo chapa 5 sikiza kwa makini ndio hii hapa. Inasema alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuendelea. Ukihudumia kitabu chake kitukufu. Safi. Na sasa kwa furaha kubwa na shukrani za dhati kwa Allah. Tunawaletea wasomaji wetu watukufu chapa ya 5 ya Qur'ani tukufu. Huyu ni marehemu kadhi mkuu kabla hajakufa. Twende. Ikiwa na kala 20,000. Safi. Kabla ya kuipelekea hii chapa ya 5 mtamboni. Uliupitia mpya msahafu wote. Subiri, wao Farisi na wenzake walipitia upya Qur'ani nzima. Twende. Na tukasahisha makosa. Walisahisha nini? Makosa. Mtafsiri alisahisha nini? Makosa. Maliza. Tuliyagundua. Kumbe Qur'ani ilikuwa na nini? Makosa. Wakafanya aje? Wakasahihi. Ambia watu kweli hapa isiolo kijana, acha kudanganya. Ukurasa wa 16 unafuata, changamka. Inasema hivi. Safi. Kwa vile mwanadamu ni mwenye kukamilika. Kwa vile mwanadamu si mwenye kukamilika. Basi nimepitia tena tafsiri yangu na kujaisha. Farisi alipitia tafsiri yote Qur'an na kusahihisha. Yenye makosa. Yenye nini? Makosa. Ili chapa hii ya 3 izidi kuwa sahihi. Nataka nionyeshe makosa na ukora ambao Farisi alifanya. Mwalimu Dasha amesema bila Biblia hamwezi kujua jina la Hawa. Sawa msomaji? Kabisa. Wakaja wakasema tafsiri ya Farisi. Farisi anaongeza jina Hawa kwenye mabano. Kwenye Qur'an lugha ya Kiarabu hakuna. Sasa niomba unisomee baruani. Hii aliyosoma 49:13. Huu ndio ukora ulifanyika. Kwa Qur'ani kuna tafsiri. Ndani ya tafsiri kuna mabano. Maana yake maneno ambayo Muhammad hajui wala hana habari. Twende. Inasema yenye watu hakika sisi tumekuumbeni kutoka kwa mwanamume na mwanamke. Imesema Hawa. Hakuna Hawa. Ile nyingine kataje nini? Hawa. Alafu anapiga takbiri wakati ni uongo. Maneno ya kuongezwa. Upo msomaji? Kabisa. Tunarudi sasa msomaji kwenye amada hasili. Qur'ani nani kaleta? Hiyo ndio kitu mngeambia watu wazi. Juzi tumetoka kwenye pango. Alikuwa pangoni si malaika, sawa Ndio. 2:77 baruani, hiyo rudia kwanza. 2:77. Kijana anasoma na tafsiri kivyake. Yaani kama Farisi. Qur'ani inasema hivi, yeye anakwenda kulia. Somo usikilize. Inasema hivi 2:77. Mwerevu kwa twende. Sema aliyekuwa ni adui wa Jibril. Sasa sikilizeni, sisi hatuongezi. Lakini kusoma tafsiri ya Farisi Kiarabu, ameweka maneno ya Kiarabu ili ushinde Jibril. Kiarabu hakuna. Twende. Aliyekuwa ni adui wa Jibril. Yule ambaye ni adui wa malaika, the enemy of the angel Gabriel. Twende. Basi huyo adui ni aliyeteremsha Qur'ani. Kumbe Qur'ani imeteremshwa na nani? Adui ya Jibril. Adui ya Jibril nani? Upo? Ndio. 2:36 changamka hiyo. Inasema safi. 2:36